Bado upo nami, mkandarasi, na hii ni hadithi inayoendelea kuyatibu masikio yako na kuuweka sawa moyo wako. Tunaendelea. Max aliketi kwenye kiti chake cha kuzunguka. Mbele ya meza yake kulikuwa na kopo kubwa la maji, kompyuta, simu ya mezani pamoja na daftari mawili makubwa. Max alikuwa amejitosa sana kuitazama simu yake, macho yake yakimakinika kwenye jina alilohifadhi kama Julie. Alishalitafuta jina hilo kwenye simu, lakini hakupiga. Iiweka mezani na kuanza kumtafakari mrembo Julie, akitafuta uhakika wa kile alichokisia jana, kuwa amempatia ujauzito. Akiwa bado amezama kwenye mawazo, simu yake ilianza kuita. Na ni Julie yule yule aliyekuwa akipiga. Pumzi ikamshuka Max. Juliet, afadhali, alisema kwa pupa, akiinua simu na kuipokea mara moja. Halo? Yes? Max aliitikia kwa jeuri, akitaka kusikia Juliet ana nini kipya cha kumfahamisha. Nimeona unachelewa kunitafuta Max. Nimeamua kuja moja kwa moja ofisini kwako alfajiri hii. Twende hospitali ukajiridhishe. Juliet aliongea kwa ukali. Ofisini? Hospitali? Unamaanisha nini? Max hakuelewa. Alisimama ghafla kwenye kiti chake, akishindwa kuamini kama kweli Juliet amefika ofisini kwake mapema kiasi hicho. Nipo hapa mapokezi, hakuna mtu. Nimesimama hadi miguu inaniuma. Max hakukata simu. Aliendelea kuongea huku akitembea kwa haraka kuelekea mlangoni. Aliufungua kwa pupa na kuelekea upande wa mapokezi, mahali ambapo katibu mhutasi wake hukaa. Hapo ndipo alipomkuta Juliet, amesimama vima, amejisitiri, simu bado ikiwa sikioni. Da! Max aliishiwa pumzi. Alibaki akimtazama kwa hofu mwanamke huyo ambaye, bila shaka yoyote, alikuwa mzuri wa sura na umbo. Alikuwa mzuri sana, Juliet. Juliet alikuwa na umbo la kigoli, mweupe kiasi, mwenye shepu iliyochorwa vizuri. Kichwa chake cha duara kilipambwa na kope chache na dimples mashavuni. Mrefu wa wastani, takribani inchi 3.5. Kwa mbali, Juliet alikuwa na mwonekano wa namba 8 kamili, pure, mwonekano unaowatesa wanaume wengi wahangaikaji. Alipomwona Max, Juliet alitabasamu na kumkimbilia kwa furaha, akitaka kumkumbatia. "Baba!" aliita Juliet, akifungua mikono. Lakini alikutana na kizuizi cha mikono ya Max. Hakutaka kabisa mazoea ya aina hiyo. Macho yake yalikuwa yakitazama tumbo la Juliet kwa makini, akijaribu kuthibitisha kama kweli kulikuwa na ujauzito. Akilini mwake alihisi kuwa mwanamke mjamzito, iwe mwezi 1 au 6, lazima tumbo lake lionekane. Hivyo aliendelea kumchunguza Juliet, aliyekuwa amevaa gauni la utumbo lililochora vyema shepu yake. "Sikuwa na ahadi ya kukutana na wewe mahali hapa," Max aliongea kwa hasira, akionyesha kutofurahishwa na uamuzi wa Juliet kufika ofisini kwake bila taarifa. "So, ina maana hujapenda mimi kuwepo hapa?" Juliet aliuliza huku akikunja mikono kifuani. Uso wake ulianza kujikunja. Sijapenda hata kidogo. Hivi mpaka wa kuchome moto ndio ukumbuke kuweka mipaka kati yako na mme wa mtu? Max aliongea kwa hasira, akisaidia maneno yake kwa ishara za mikono. "Sina shida na chochote kitakachotokea. Nadhani unajua nini kimenileta hapa. Twende hospitali tukapime." Juliet aliongea kwa jeuri. "Vipimo vya nini?" Max aliuliza kwa tabasamu la kejeli. "Si nimekupa taarifa tangu jana? Tafadhali, usinilazimishe nifike kwenye vyombo vya habari mapema hivi, eti nitangaze kuwa nina ujauzito wa mwanaume wangu wa zamani aliyeniacha kisha akanirudia kunibaka. Sitaki. Nimekuja kupata jibu." Sura ya Juliet ilibadilika. Roho ya kutotania ilimvaa. "Mtoto ni wako au tuongozane hospitali tukapime, chagua moja tu." Max alikaa kimya, akihangaika na kukosa jibu. "Julie, mimi sina mtoto," alijibu kwa ukakamavu, jibu ambalo halikuwa kati ya yale mawili aliyopewa. "Unasema?"
akaishika kiono chake na kumtazama Max kwa macho ya udadisi. Sina mtoo. Kabla hajamaliza, Rebecca, katibu muhtasi wa Max, aliingia ofisini. Ulikuwa ni muda wake wa kuripoti kazini. Akalikuta tukio likiwa katikati. Rebecca alishangaa kumwona bosi wake amewahi kazini, jambo ambalo halikuwa la kawaida. Zaidi ya hilo, alimkuta akiwa kwenye mvutano na Juliet, mwanamke aliyemfahamu kuwa aliwahi kuwa mpenzi wa Max kabla hajamuoa Deborah. Hakukuwa na shaka kwa Rebecca kuhusu historia ya Juliet na bosi wake. Swali lililokuwa kichwani mwake ni moja tu: wanafanya nini hapa tena alfajiri? Max, rudia kile ulichokuwa unasema, ni kuoni vizuri, Juliet alisisitiza, akitaka Max athibitishe kauli yake mbele ya mfanyakazi wake. Juliet, usinilazimishe nipande kichaa hapa. Mimi na wewe tulishamaliza. Kwa nini kung'ang'ania? Huu ni muda wa ofisi. Naomba uondoke. Hatimaye, Max alimfukuza Juliet. Juliet alitabasamu kwa dharau. Aligundua jinsi Max alivyokuwa mwoga, akiogopa taarifa hizi zisimfikie Rebecca, ambaye hakujulikana kwa kuficha mambo. Juliet alimsogelea Max. Alishika tai yake kwa umakini, akailegeza kidogo. Usipotafuta njia ya kuthibitisha kuwa mtoto huyu ni wako, utakuja kunilaumu, Max. Aliiachia tai, akaisawazisha shati lake. Good morning. Kisha akageuka kwa maringo kama mlimbwende mashuhuri, akampita Rebecca huku akitabasamu na kuondoka nje ya ofisi ya Futa Oil. Nyuma yake alimwacha Max akiwa amechanganyikiwa kabisa. Hakikisha haya hayatoki nje ya ofisi hii, Max alisema kwa sauti ya tahadhari. Kisha alirudi ofisini mwake. Hakukaa muda mrefu, alitoka nje kutafuta hewa safi. Jambo lilikuwa linampalia kooni. Maskini Max. Masaa machache baadaye, Deborah alipofika kazini, alipokea ujumbe kutoka kwa rafiki yake. Mganga mkuu wa Malindi Healthcare, MHC, alikuwa anamhitaji. Deborah alikuwa mweusi wa kuiva na kung'aa, mnene kiasili, lakini unene uliopambwa na dayeti na mazoezi. Ijapokuwa hakuwa mtu wa kuachia wazi maungo yake, umbo lake lilijieleza vyema. Ni mwanamke hata umvike gunia, bado utasema amependeza. Alivaa gauni refu la rangi ya damu ya mzee, kuanzia shingoni hadi karibu na kisigino. Soksi nyeupe na raba nyeupe zilipamba miguu yake. Kichwani, kiremba cha rangi inayolingana na sare ya kazi. Masikioni, hereni za sinawari. Mkono wake ulipambwa na saa ya kiteknolojia. Alipofika ofisini kwa mganga mkuu, aliketi kimya. Debbie, njozi zangu ni wewe. Mwili na roho yangu vinatamani kusikia na kupenda pia kutoka kwako, alisema Dr. Deos William, anayependa kuitwa DW. Debbie alishusha macho. Alikuwa amezoea drama hizi. Hakuwa na baya, mtoto mzuri. Aya, Dear X, Juliet ameanza harakati za kumweka karibu mume wa mtu, mume wa Nesi. Nesi ambaye kila asubuhi anaimbishwa wimbo wa mapenzi na Dr. Deos William. Usichoke. Gusa subscribe, washa kengele na usubiri kipande kinachofuata. Dear X, karibu katika kipande cha pili cha simulizi hii. Usisahau kusubscribe channel hii kwa ajili ya kipande cha pili.